mwendelezo wa tips zetu za kiafya kupitia platform yako ya Afya Yako Utajiri Wako. So leo nilihitaji tuone au tuelekezane ni upi umuhimu, faida za maji katika mfumo mzima wa afya ya uzazi wa mwanaume na mwanamke, yani zile benefits of water for women in reproductive system and men reproductive system. Umuhimu au faida ya kwanza ya maji katika afya mzima ya mfumo wa uzazi wa mwanaume na mwanamke ni kwamba maji yanakuwa yanasaidia kuwa na mtiririko mzuri wa damu. Na mtiririko huu mara nyingi pia unakuwa ni mzuri zaidi au ni based zaidi katika ule mfumo wa afya ya uzazi au mfumo wa uume wa mwanaume. Kwa mtiririko wa damu unakuwa uko vizuri zaidi. Hiyo ni umuhimu au ni benefit ya maji katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Lakini pia maji yanakuwa yanaongeza ufanisi na utendaji kazi wa figo pamoja na kumsaidia mwanamke kuimarisha misuli au muscles za uke na kutokupata au kupambana na changamoto zidi ya fistula. Okay, hiyo ni benefit ya pili. Lakini benefit ya tatu ni kwamba maji yanakuwa yanamsaidia mwanaume au mwanamke kuepukana na changamoto ya UTI au tezi dume. Kwa ina maana kwamba yanakuwa yanakusaidia kufresh up wale bakteria wabaya. Kwa hiyo so it's better ukawa unayatumia maji kipindi ambacho ni unakwenda kupractice tendo la ndoa. Kwa ina maana kwamba ni kabla ya kwenda kushiriki tendo la ndoa na mara baada ya kushiriki tendo la ndoa. Hii itakusaidia sana kuweza kuwaondoa bakteria ambao sio rafiki katika mifumo yako wewe wa uzazi pamoja na wa mwenza wako. Lakini pia kitu kingine unatakiwa kujua kwamba maji yana madini ambayo ni very potential, na madini haya ni potassium, sodium, zinki pamoja na magnesium, ambayo madini haya yanakuwa yanasaidia au yana mchango mkubwa katika kuimarisha mayai ya uzazi ya mwanamke, lakini pia kuimarisha sperms au mbegu za uzazi wa mwanaume. Kwa hizo ni benefit katika pande zote mbili. Lakini unachotakiwa kujua kwamba au not before kwamba maji yanakuwa yana consider 94% katika mfumo wako wewe mzima wa afya yako kama binadamu. Lakini pia una 6% tu za damu. Kwa hiyo utaona kwamba maji yana benefit kiasi gani katika afya yako wewe binadamu, lakini pia katika hizo pati mbili ambaye ni mfumo mzima wako kwa uzazi mwanamke na mwanaume. So maji yanakuwa na benefit hizo, na tunachotakiwa kujua kwamba sasa maji ni very application kwa kutumia ni kitu muhimu sana kukitumia, na it's better ukatumia kiwango stahiki kwa siku cha maji katika afya yako au katika mwili wako. Unachotakiwa kufanya kujua kiwango sahihi cha kutumia maji au ni kiwango gani sahihi naweza kukitumia kwa ajili ya maji ya kuyatumia mimi per day, ni kwamba unatakiwa tu uchukue umri wako ukagawanya kwa masaa 24. So yakizidi maji ni vizuri zaidi, lakini yasipungue katika hicho kipimo stahiki ambacho nimeelekeza. Ukitaka kujua zaidi, pita kwenye baadhi ya clip zangu, nimeshaelekeza namna sahihi ya unywaji wa maji kwa kila umri wa mtu au kwa kila rika la mtu na kwa siku mzima. So ukizidisha katika hicho kiwango ambacho nimekuelekeza ni vizuri, lakini asipungue katika hicho kiwango. Kwa hiyo mara baada ya kuchukua umri wako ukaugawanya kwa 24 hours. Kwa hiyo maji ni kitu muhimu sana katika afya ya binadamu na katika upande wa afya ya mfumo wa uzazi wa mwanamke na mfumo wa uzazi wa mwanaume. So kwa changamoto zozote zile za kiafya, make sure unatutafuta katika mawasiliano yetu ambayo tumekuwekea hapa, ili uweze kupata elimu, ushauri pamoja na matibabu stahiki juu ya changamoto ambayo upo nayo. Hapa tunazungumzia kesi za mfumo wa uzazi wa wanaume. Let us say labda una UTI, una tezi dume, ni muhanga wa kujichua kwa masturbation, kufanya punyeto au kujichua masturbation kwa muda mrefu, muhanga wa hernia, lakini pia ni muhanga wa hydrocele ambao ni busha, una low sexual performance drive, una upungufu wa nguvu za kiume, una hustle sana, una struggle sana juu ya changamoto hizi, make sure unatutafuta uweze kupata msaada stahiki. Lakini pia mwanamke, una changamoto za fungus muda mrefu, UTI, changamoto za ugumba muda mrefu, mirija ya uzazi yako imeziba and so on, una changamoto za PID, miwasho sehemu za siri, unatokwa na uchafu, make sure unatutafuta uweze kupata
solution au tiba ya kudumu juu ya changamoto yako uliyokuwa nayo.